Toka umeanza kulalamikia wachawi kwamba ndo wamekufunga kizazi chako ama ndo wametumia uchawi kuhakikisha wewe hauzai, na unalalamika pia kwamba ni mwaka wa pili wa tatu upo kwenye ndoa, haujapata ujauzito wala huoni dalili za kushika ujauzito kabisa. Na shida inaweza kawa sio wachawi ambao unalalamikia kila siku, shida inaweza kawa kwako wewe mwenyewe, kwa sababu unaweza kukuta unalalamikia wachawi, una matatizo ambayo yanakusumbua kiafya. Kwa mfano, kama unasumbuliwa na changamoto za tumbo kama vidonda vya tumbo, acid reflux, bawasiri, choo kigumu, unachukulia kawaida kwamba haviwezi kuzuia ujauzito wako, leo nataka nikwambie kwamba haya ndio matatizo ambayo yamezuia wewe kushika ujauzito. Lakini pia unaweza ukawa unalalamikia kwamba umerogwa, na wakati mwingine unasumbuliwa na matatizo ya uzazi na umeshayaona kabisa. Umeshawahi kupata changamoto ya PID, umeshawahi kutoa harufu mbaya ya ukeni, lakini pia bado umeshawahi kupata UTI sugu, kila ukiitibia kidogo tu imerudi na bado unaendelea kulalamika kwamba wewe umerogwa. So shida si kwamba umerogwa, shida ni matatizo ambayo yanakukabili. Siku ambayo ukiweza kusafisha mfumo wako mmeng'enyo wa chakula, ukasafisha uzazi wako, ukazibua mirija iliyoziba, lakini pia wakaweza kuwa bakteria ambao wanakushambulia kila wakati, sikufichi, baada ya muda mfupi sana utaweza kupata ujauzito. Lakini pia inawezekana tatizo alipo kwako wewe mwanamke, tatizo liko kwa mwanaume, na umeshaona anapitia hizi changamoto na unahisi kwamba labda ni za kawaida sana, haziwezi kumzuia yeye kutungisha ujauzito. Lakini nataka nikwambie, mume wako anaweza kawa anasimamisha vizuri, anashiriki tendo vizuri, lakini mbegu zake hazina vichwa, hazina nguvu, wala haziwezi kutungisha mimba. Kwa hiyo unaweza kukuta na yeye pia na changamoto zake kama hizo anazipitia. Kwa mfano, anaweza kawa anapitia changamoto ya low sperm, anaweza kawa anapitia changamoto ya mishipa midogo kutokupitisha damu vizuri, anaweza kawa anapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, asidi, kupata choo kigumu, au eza shai kupata bawasiri au mshipangili, yani hernia. Umeona? Hizi vinamtesa, hizi changamoto zinamtesa kwa muda mrefu. Sasa huyu hata kama kija kupona, kwa sababu hajapona kitaalamu, amepona kawaida mtaani kwa kunywa miti, inapelekea huyu mtu kutokupata ujauzito, kwa sababu athari ambazo alizipata kutokana na huu ugonjwa, hizo hernia au bawasiri au kupitia matatizo ya tumbo kama vidonda vya tumbo na acid reflux, bado yale matatizo yapo na yanaendelea. Kwa hiyo mtu huyu kupata nguvu ama kuweza kutumisha ujauzito na kwa ni vigumu sana. Sasa zingatia sana mwili wako kwa kuzingatia historia yako ya nyuma. Angalia matatizo ambayo ushakupata nyuma, jua kabisa kwamba ndio yamepelekea wewe kutokupata ujauzito au ndio yanapelekea mume wako kutokutumisha ujauzito. Sasa nilikuwa nimekusogezea hayo, usiwasingizie wachawi kwamba ndio wamekuroga kutokupata uzazi, kumbe shida unayo wewe na mume wako. Sasa kama unahitaji matibabu ya moja kwa moja na una siku nyingi sana haujashika ujauzito, upo kwenye ndoa lakini unahitaji kupata mtoto, kama ni mwanaume au mwanamke ambaye anatazama video hii,